wacha nichukue nafasi hii tena nirudie ya kwamba tulikuja hapa tukaomba kura zenu na mlitupatia. Niseme tena asante sana. Jameni, watu wa Rongai, nasema asante sana. Ninyi ni watu wangwana, ninyi ni watu wazuri, na kwa sababu tulikubaliana na nyinyi ya kwamba tukimaliza uchaguzi ni kazi itaendelea na kitendawili haitaanza. Tulikubaliana. Mimi nawashukuru sana, tumefika hapa leo kwa sababu ya shughuli ya maendeleo ya watu wa Kajiado na watu wa Kenya. Nyinyi mnaelewa, tulikubaliana na nyinyi tutawajengea hii barabara kutoka Embulbul kule chini kupitia Kataka ifike hapa Rongai, na ile ingine itoke Matasia iende Cooperative iende Nairobi. Si kweli? Na niliwaeleza vile vile hii ya kwenda mpaka Nazarin ipige kona iende mpaka Rimpa. Hiyo barabara pia nimekuja kuambia tutajenga na tutakamilisha. Na mimi nataka huyu contractor wetu, kwa sababu hii kazi imebaki hapa si kidogo. Mimi nasema ndani ya mwaka moja mimi nataka nirudi nianzishe hii barabara ikiwa imekamilika. Tunaelewana? Wewe bwana nani? Wapi huyu Director General? Masikia wewe? Director General. Director General wa Kera, usikie hiyo story na uambie waziri wako nimesema hii barabara ilijengwa miaka nyingi kwa sababu ya uzembe. Sasa tunataka ikamilike within the next 1 year. This road must be complete. Na zile barabara zingine zote mnajua tulikuwa tumekubaliana na nyinyi tutawajengea barabara kilomita 65, lakini kufikia sasa imekamilika 25 peke yake, 40 haijafanyika. Mimi nimesema under 1 year tunataka hiyo 40 kilometers iwe imekamilika, ndio watu wa hapa watumie barabara zao, muende na musafiri vizuri, mfanye biashara, mfanye kilimo, tujenge uchumi, Kenya iende mbele. Tunakubaliana jameni? Na tuko na barabara zingine nyingi ambazo zimekwama. Sisi tunataka tuwaeleze ya kwamba kwa miezi 6 ambayo imepita tulikuwa tunapanga mambo, kwa sababu mambo mengi yalikuwa kombo. Mimi nawatangazia sasa tumemaliza kupanga, sasa ni kufanya kazi. Tunaelewana? Na ndio tunataka tuendelee na hii maneno. Mimi nikimaliza hapa tunaenda kuanzisha barabara ingine kule Bomet, tumekuwa juzi Meru, tutaenda kila mahali kwa sababu tunataka kuhakikisha ya kwamba Kenya inapiga hatua ya kwenda mbele. Tunaelewana watu wa Rongai? Tunaelewana? Mimi najua vile vile bado mko na shida ya hii barabara ya kwenda Nairobi. Si ndio? Hiyo barabara vile vile mimi nataka niwaambie hii jam ya siku nyingi lazima pia tuisuluhishe katika serikali hii, serikali ya 5. We must complete this, we must bypass ya kutoka hapo Bomas ipitie hapa kwenu iende kule Kiserian iende mpaka Ngong ipige kona iende mpaka Nairobi, ili watu wa hapa muweze kusafiri kwa njia ya sawa sawa. Vile vile mimi najua hii mji wetu wa Rongai, si mnajua hata mimi ni mtu hapa, si mnajua hata mimi niko na kampango hapa ama si ndio? So hii town yetu ya Rongai hii haina sewage system, si ndio? Mimi nataka niwahakikishie vile niliwaeleza. Mimi nataka waziri ambaye anahusika atakuwa hapa ili tukubaliane. Mimi nitatafuta pesa kwa sababu kuna kazi imefanyika lakini haijakamilika. Tunaelewana? Na tunapanga maji pamoja na sewage system ya hapa Ongata Rongai, ya kule Kiserian na ya mji wetu wa Ngong. Tunaelewana? Na hiyo ni kazi yangu ndani ya 1 year. Mimi nataka niwe nimemaliza hiyo kazi, ndio Ongata Rongai ikae kama city. Iwache kukaa reja hivi. Ama ni aje? Tunaelewana? Ati amutaki saba? Haya.
Sasa mimi nataka kubaliana na nyinyi. Mbali na maji, mbali na hii, nimemwambia huyu contractor, tuko na barabara ndogo ndogo hapa Rongai, hapa town. Tunataka wakati wanakamilisha hii, pia waongeze zile barabara Church Road, sijui gani, hapo kidogo kidogo, tupange hiyo story. Ama ni aje jameni? Tumekubaliana? Vile vile, mimi nataka muelewe ya kwamba tunataka kupiga hatua ya kwenda mbele. Nyinyi watu wa hapa Kajiado ni wangwana sana. Mimi niliona asubuhi ya leo kwamba katika ile Hustler Fund watu wa hapa Kajiado wamechukua shilingi milioni 480 wale mahasla wa hapa. Na ile ya muhimu ni kwamba mbali na wale wakora walikuwa wanasema mchukue pesa na musilipe, 70% ya watu waliokopa hiyo 400 million ya Kajiado hapa wamelipa pesa yao na wanaendelea na kuchukua na kulipa na kuchukua na kulipa. Mimi nataka niwatangazie phase 2 mwisho wa hii mwezi, phase 2 yenye iko na pesa sasa ya 10,000, 20,000 mpaka 200,000 tunaanzisha mwisho wa mwezi huu, ndio kila mtu aweze kuendesha biashara yake. Nyinyi mnanielewa? Tumekubaliana? Wakati tulikuwa hapa, tulikubaliana ni lazima tuwe na mpango ya kupunguza gharama ya maisha na tupunguze gharama ya unga. Si tulikubaliana? Tuko pamoja? Sasa mimi nataka niwatangazie. Niliwaambia lazima tuwasaidie wakulima wetu, kwa sababu wale ndio wanazalisha chakula shambani, ndio chakula ifike sokoni. Tumepatia wakulima makunia milioni 4, wakulima milioni 2 wako shambani wanatusaidia kuzalisha chakula. Na mimi na serikali yetu tumepanga, ile bei ya unga ilikuwa 240, saa hizi tumeisukuma kutumia akili peke yake, hakuna hata shilingi moja tumeweka. Akili peke yake saa hii imefika 150. Na mimi bado nasukuma. Ukienda hapo utakuta mimi nataka tuteremushe mpaka next week, mtaona tena bei zingine mpya, kwa sababu tunataka kulete bei ya unga irudi chini, ndio kila mwananchi aweze kujisimamia. Tunaelewana jameni? Tuko pamoja? Tuko pamoja? Mimi nataka niwaulize wale majamaa waliofikisha bei ya unga 230 saa hii ati wanatufanyia maandamano. Mimi nauliza wewe mtu ya Rongai, hata ukiweka sufuria kwa kichwa miaka 3, bei ya unga itapungua? Bei ya unga itapungua? Mimi nawaambia wawache upuzi, wawache na mambo ya kutusumbua. Mimi niliwaambia kitendawili haitaanza. Sasa hawa wanataka kutuletea kitendawili ya maandamano. Mimi nauliza nyinyi, wakati tulienda kupiga kura, tulisema kura ikimalizika tutaanza maandamano ama tutaanza maendeleo? Tulisema ni maandamano ama maendeleo? Si tulisema tuendelee na maendeleo? Ama ni aje watu wa Rongai? Mimi nauliza nyinyi Rongai, mnataka tupange mambo ya maendeleo ama maandamano? Wale wanasema maendeleo, nione kwa mkono. Wale wanasema maendeleo. Tupange mambo ya maendeleo. Na mimi nataka niwatangazie vile vile, tunarudi hapa kupanga mambo ya housing. Tayari nimekubaliana na Governor Lenku atupatie ardhi, na tayari tuko na ardhi ya watu wa Kajiado, kwa sababu tunataka tuweke nyumba 5,000 ya kwanza, na hiyo nyumba 5,000 tunahitaji vijana 15,000 watakao tusaidia katika hiyo mambo ya kujenga, kufanya housing. Tunahitaji plumbers, tunahitaji carpenters, tunahitaji masons, tunahitaji electricians, tunahitaji wale wote watakao tusaidia. Vile nilikuja kuanzisha hizo manyumba ya hapa kwenu, sasa tuko na awamu ambayo inafuata. Na mimi nataka niwahakikishie, tulikubali tupange ajira ya vijana wa Kenya. Na ndio sababu tuko na hiyo mpango ya housing, tuko na mpango ya value addition. Mumesikia tumeanzisha special economic zone ingine 5 Kenya, ndio tuweze kuzalisha mazao yetu na tufanyie value addition.
vijana wetu wapate ajira na kila Mkenya aweke pesa mfukoni. Tunaelewana jameni, watu wa Rongai? Si hao jamaa wanipatie nafasi nipange maendeleo ya Kenya? Ama mnasemaje? Mimi nauliza nyinyi. Ati mama mboga na boda boda na soko. Mimi najua mambo ya soko. Tumekubaliana na hawa viongozi wenu. Tumekubaliana? Mimi tayari nimemwambia PS Hinga ambaye anahusika na mambo ya masoko. Tunaelewana? Atakuja hapa, aketi chini na county government, aketi chini na mbunge wenu, ili ile soko iko pale tujenge soko ya watu wa Ongata Rongai. Na hiyo itakuwa priority. Kwa sababu Waswahili wanasema ahadi ni nini? Na dawa ya deni sinikulipa. Bas mambo yenu ya soko iko kipaumbele. Nyinyi tumekubaliana? Tumekubaliana? Mimi nataka niwashukuru sana watu wa Rongai kwa kutukaribisha hapa Rongai. Na mimi nataka niwahakikishie tunapanga mambo, kwa sababu ni lazima tubadilishe taifa letu la Kenya. Jana tumepeleka budget katika bunge, na katika hiyo budget tumepunguza madeni bilioni 400 tumeondoa ya madeni, kwa sababu niliwaambia hatuwezi kukubali Kenya yenye inarundikwa madeni, kwa sababu hatutaki nchi yetu ipate matatizo. Tumeondoa madeni karibu bilioni 400 katika budget tumepeleka bunge. Vile vile tumesema tunapunguza ushuru mambo ya gas, ili mupate gas ya kutumia nyumbani. Saa hizi pendekezo iko bunge tuondoe ile ushuru ambayo ilikuwa inalipishwa gas na gas cylinder. Vile niliwaeleza, tunataka tuipunguze, bei yake ikue chini, ndio kila mwananchi aweze kupika chakula akitumia gas bila ya kutafuta mambo ya makaa na ile mambo ingine ambayo inaumiza kina mama wetu na wale wengine wanapika. Tumekubaliana Ongata Rongai? Mnasema nisukume hii gurudumu iende mbele? Nisukume iende mbele? Si ndio? Vijana tuko pamoja. Sasa mimi nasikia wale wa jamaa wanatafuta ati sava. Mumeona sava huku kwenu? Si nyinyi mulipiga kura? Si mulichagua MCA? Si mukachagua mjumbe na women rep na senator na governor? Na si mulipiga kura ya rais? Mulikupiga amukupiga? Si mulimaliza hiyo kazi? Sasa mimi nataka niwaambie hawa viongozi wenzangu, jameni, hawa wananchi tusiwasumbue na maandamano. Tusiharibu mali yao, tusiharibu biashara yao, tusiwapoteze wakati, tuwachane na fujo. Hawa wananchi wanataka kuendelea na maisha yao. Sisi ambao ni viongozi tuendeni bunge tukaongee. Tunaelewana? Ama ni aje? Tunaelewana? Hatuwezi kuharibu mali ya wananchi ati tunafuata mambo ya viongozi. Mambo ya viongozi tulimaliza tarehe 9 mwezi wa 8 wakati wananchi hao walipiga kura. Saa hizi sio mambo ya viongozi tena. Saa hii tunapanga mambo ya wananchi. Ama mnasemaje Rongai? Mnataka tuendelee na mambo ya kupanga mambo ya viongozi ama tupange mambo yenu wananchi? Tupange mambo ya wananchi, si ndio? Ama ni aje? Aya. Sasa mimi nataka niwaulize, si mnajua jamaa anaitwa Rigiji, Deputy President wetu wa Republic of Kenya? Wapi nduru ya Rigiji?